ndiyo kinara. Tunaona Kristo ndiyo kichwa ya kila mwanaume. Kwa hivyo kama Kristo ni kichwa cha mwanaume na kichwa cha kila mwanamke ni mwanaume, ina maana Mungu amepangilia mpango mzuri kwa mambo ya ndoa. Tunafaa wanaume wote kuwa tunafuata Kristo. Na ndio ufuate Kristo, lazima tukue tunakuwa na tabia za Kristo. Kama vile ambavyo tunajua ya kwamba Kristo mtu wake ni kanisa. Na sisi ambaye ni wanaume, tunajua sisi tunao pia wanawake. Na wanawake wanafaa kutii. Wanafaa kutii mwanaume. Na kama ilivyo tunajua kwamba, msomaji, hebu nisomee kitabu wa Korintho wa kwanza 11:8 na 9. 11:8 na 9. Ndio. Naiseme. Maana mwanamume hutoka katika mwanamke. Ndio. Biblia inatuonyesha ya kwamba hata wanaume wenyewe huwa wanazaliwa na wanawake. Bali mwanamke katika mwanamume. Bali mwanamke katika mwanamume. Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume. Unaona, mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume. Unaona, ndiposa pale mbeleni tunajua kwamba Mungu kwanza alitangulia na Adam, na akakaa akamuumbia mwanamke. Sasa aliweza kumuumbia mwanamke ndiposa waweze kushirikiana kimambo ya kijamii. Leo hii tunaona ya kwamba katika familia zetu na katika chenye nacho kifundisha hapa, nataka tuelewane kwanza. Tutachukua mambo ya Biblia vile ninafundisha na mambo ambayo tunaiona kwa macho yetu hapa duniani. Naelewa? Alafu tulinganishe haya maneno kama yanaambatana. Kwa sababu chenye tunafaa kuwa tunalinganisha ni nini kinaendelea wakati huu na nini kilikuwa kwa mambo ya ndoa inafaa kuwa aje kimambo ya Biblia. Unaona? Kwa hivyo tunaona ya kwamba mwanamke aliumbwa kwa ajili ya mwanaume. Na mwanaume ndiye aliyeumbwa kwanza. Na alipoumbwa kwanza, mwanamke tunajua Biblia inasema inafaa atii mumewe. Si ni kweli? Na leo hii kumeshakuwa na changamoto nyingi sana katika ndoa. Unapata hapo awali ama wazazi wetu wa kitambo tulikuwa tunajua ya kwamba walikuwa na malezi mazuri kwa kipindi kile cha hapo awali. Kwa nini? Kwa sababu zamani hizo kulikuwa na wazee ambaye walikuwa wanashauri, kama ni vijana walikuwa wanaambiwa endeni pale muweze kuongeleshwa na huyu. Unapata mzee ambaye amekomaa, wanawasha moto pale, wakiwasha moto pale nao wale ambaye ni vijana ambao wako katika umri wa kuweza kuoa wataenda kupigiwa story pale. Lakini leo hii unaona mambo imekuwa ni kama digital. Watu wanaona nimeshakuwa. Unapata watu wanaweza toka mashambani na kufika hapa Nairobi, na ukishafika hapa Nairobi kwa sababu ya kutokujuana ama kukataa kutii mambo ya Mungu, wakipatana hapa wanaoana. Unaona? Wakishaoana unapata kwa sababu hawajatumia ile misingi ambayo inayofaa ya kuweza kuletwa kwa pamoja na watu ambao wanaweza waleta pamoja ama kufuata katika kanuni ya Biblia vile ambavyo inavyosema. Unapata wamejiingiza katika mambo ya kuweza kuingia katika mambo ya kiali ya kindoa kama waelewe ni nini wanafanya. Leo hii tuko na changamoto sana kupitia katika ndoa zetu. Na changamoto hizo sisi wenyewe tumechangia pakubwa
katika mambo hayo ya changamoto hizo za ndoa. Kwa nini nasema namna hii? Nasema hayo kwa sababu kama wazazi hatuchukui majukumu yetu kama wazazi ya kutekeleza yanayopaswa panapo watoto wetu. Katika kizazi hiki ya siku hizi unapata mtu amefikisha umri wa kuoa ama wa kuolewa, ama anaingia ndoa ya mapema, na akishaingia katika ndoa ya mapema ameingia kama hajui nini anachokifanya. Ni kwa sababu yeye mwenyewe anajihisi nimeshakuwa mtu mzima anapomaliza shule, na anaanza mahusiano aidha na kijana fulani, anaanza mahusiano kwa sababu ya mambo tofauti tofauti. Kwa mfano, wakati kijana anapoingia katika mahusiano na kwa akili yake anaona ni kama ameolewa, kwa akili yake ameingia katika mahusiano na anachukulia mwenzake ni kama amemuoa bila kuzingatia kanuni ama desturi za kuweza ya kuoana. Unapata amejiingiza katika matatizo makubwa, kwa maana wengine wanaolewa kwa sababu ya shida zao mbalimbali, ama wengine wanaoa kwa sababu ya shida zao mbalimbali za kifamilia. Unaweza pata kama ni kijana ameingia katika uhusiano wa ndoa na kusema ameoa kwa sababu wazazi wake waliweza kufariki, akajipata yeye wacha nichukue msichana niweke hapa ndio tuweze kuanzisha familia. Lakini nikwambie, kama hujatanguliza Mungu mbele kwa ndoa, nikwambie hiyo ndoa yezi succeed, kwa sababu kitu ya kwanza ni wewe mwenyewe umeonelea kwa mawazo yako wewe mwenyewe. Hebu nisomee kitabu kinaitwa Ezekieli. Nisomee Mhubiri 9:1. Ndiyo. Na kwa ajili ya hayo yote nikatia moyo wangu katika kuyatafuta haya ya kuwa wenye haki, ndiyo, na wenye hekima, ndiyo, pamoja na matendo yao yote wamo mkononi mwa Mungu, ndiyo, kwamba ni pendo au kwamba ni chuki mwanadamu hajui. Hebu soma 8:2. 8:2 nasema, ndiyo, mimi nasema hivi. Mhubiri 8:2. Ndiyo. Mimi nasema hivi. Uishike amri ya mfalme. Uishike amri ya mfalme. Na hiyo kwa sababu umeapa kwa Mungu. Ndiyo. Usifanye haraka kutoka mbele ya uso wake. Usifanye haraka kutoka kwa mbele ya uso wake. Ndiyo. Usiendelee kufanya lililo baya. Ndiyo. Maana yeye hufanya lolote, ndiyo, limpendezalo. Ndiyo. Kwa kuwa neno la mfalme, ndiyo, lina nguvu. Alafu nani awezaye kumwambia huyo, ndiyo, wafanya nini? Haya, sikia hapo. Nimetoa andiko hilo niweze kuifananisha kama mwanaume vile ambavyo anapokuwa kwa familia ndiyo kichwa, na akiwa kichwa, Biblia inatuonesha anafaa kutiiwa, anafaa kusikizwa, na yule ambaye anafaa kumsikiza ni yule ambaye ni partner wake, ambaye ni mkewe. Na kwa sababu ya kuleta andiko hiyo, kama vile watu ambao wanatii mfalme, na mfalme huwa kitu ya kwanza aulizwi mambo mingi kwa sababu yeye ndio final. Hebu endelea na andiko. Verse 5.
Aishikaye amri hatajua neno baya. Na moyo wa mwenye hekima hujua wakati na hukumu. Moyo wa mwenye hekima hujua wakati na hukumu. Ndio. Kwa maana kwa kila shauri kuna wakati na hukumu. Kwa sababu mashaka ya mwanadamu ndio yaliyo juu yake ni makubwa. Okay. Kwa kuwa hajui yatakayo kuwako. Ndio. Kwa maana ni nani awezaye kumwelezea jinsi yatakavyokuwa? Hebu nisomea Mhubiri 3:16. 3:16 nasema, zaidi ya hayo nikaona tena chini ya jua ya kwamba ndio mahali pa hukumu upo uovu, na mahali pa haki ndio upo udhalimu. Ndio. Nikasema moyoni mwangu, Mungu atawahukumu wenye haki ndio na wasio haki. Kwa kuwa kuna wakati huko ndio kwa kila kusudi na kwa kila kazi. Nikasema moyoni mwangu, aje, ni kwa sababu ya wanadamu ndio ili Mungu awajaribu nao waone ya kuwa wao wenyewe ndio wanafanana na wanyama. Haya, fika hapo. Kitu ya kwanza nimeweza kutoa nayo andiko hiyo ndio iweze kubainisha Mungu anaweza kutujaribu katika majaribu fulani, na katika ndoa tunajua kuna changamoto mingi, mambo ya ndoa, na wakati mwingine sisi kama wanadamu huwa tunakoseana sisi wenyewe kwa wenyewe, na tunafaa kuwa na subira na kunyenyekea, ndiposa mmoja aweze ndiposa ndoa ndio iweze kusucceed. Ndoa iko kama baiskeli. Unajua, unaona baiskeli inakuwa na pando ngapi? Pando mbili. Na ikiwa na hizo pando mbili, baiskeli ndio iweze kumove ama iweze kuenda mbele, lazima kuwa pando moja iko juu na ile nyingine iko chini. Wakati utapata pando hizo zote ziko the same, ziko chini ama zote ziko juu, hiyo baiskeli hakuna mahali inaenda. Kwa sababu gani? Kwa sababu kitu ya kwanza, nimetoa mfano huo ambao si hata huko kwa Biblia. Nimetoa kwa sababu kitu ya kwanza, mwanamke anafaa kumtii mwanaume, naye mwanaume anafaa kumsikiza mkewe. Ufai kupuuza, kwa sababu kunao watu wako na tabia ambazo anaona mwenzake ni kama hafai kutoa maoni. Unafaa kutoa maoni, akishatoa maoni pia wewe usikize maoni yake. Na wakati unaona jambo hili alifai, hakuna haja ya kukejeli ama ya kuweza kutoa matamshi ambayo hayafai. Mwelekeze kwa uzuri, mwelekeze kwa kumwambia jambo hili litakuja kuleta shida baadaye. Lakini unapata ya kwamba wale yule partner wako awe ni mwanamke, kuna wengine wako na subira, wengine wako na mambo zao ya kuamilika ni ngumu sana, mpaka wanaume wengi wanapofikia hivyo wanapata ni wenye kunyamaza. Na hakuna kitu kibaya sana kama mwanaume kama ananyamazia mambo ndani ya kichwa chake. Anaweza akusanye mambo yajae ndani ya kichwa, lakini wakati atakapofungua roho yake, mambo huwa hayaendi vile ambavyo inapaswa kwenda. Kwa nini nasema namna hiyo? Nasema hivyo kwa maana unapata mara nyingi sana wanaume wengi sana hawapendi kelele. Wanaume wengi sana, kitu ya kwanza, hawapendi kelele. Huwa akionapoamka asubuhi, ule ambaye anafaa kwanza kumkaribisha ama anapoamka asubuhi na kwenda kazini, kitu ya kwanza tunajua mwanaume, uzuri wa mwanaume ama sijui vile mtajua, furaha ya mwanaume inaanzishangwa na mwanamke.
Ndio, asante sana kwa kunisaidia. Asante sana kwa kunisaidia. Furaha ya mwanamke ni mwanamke, ya mwanaume ni mwanamke. Mwanamke ndiye anafaa kujua mzee wangu anafaa kuwa na furaha anapoenda kazini, anapotoka hivi, akuwe na furaha. Na anaporejea ndio bado anafaa kukamilisha bado furaha yake. Wakati familia iko na utaratibu, wakati familia iko sawa, hata huko nje mnafaa kuwa mnaiga mfano na watu wale wengine, na kusema ya kwamba ningependa kuona niko hivi na bibi, napenda kuona niko kama kwa mtu fulani ama mtu fulani. Je, ndio furaha ikuje kwa familia, lazima kuwe kuna kusikizana. Kama msikizani ndani ya ndoa, nataka nikuambia kwamba hakuna pale mnaweza kuwa mnasonga, kwa sababu kitu ya kwanza, hata watoto mtaiga. Leo hii tumeona ya kwamba vijana wengi hawataki kuoa. Vijana wengi hawataki kuoa, na hawataki kuoa kwa sababu ya tabia wanazoziona na wazazi. Mtu anasema kama tabia ndio hii ya babangu, kama tabia ndio hii naiona na mama yangu, hii ndio hapana. Yeye anakaa hivyo, kwa maana unaona mtu amefikisha miaka 40, miaka inaendelea kuyoyoma, na yeye bado ana ndoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tunafaa kuwa kwanza tuko mfano kwa ndoa zetu. Si kila wakati vita na kukataa kuelewana kwa uzuri ama kwa utaratibu. Kwa nini nasema hayo? Nasema hayo kwa sababu kuna watu ambao wamepitia majaribu mengi na wameweza kuolewa kwa sababu ya shida mbalimbali. Na unapotoka kwa ndoa yako, kwa sababu unapoingia katika ndoa kwa sababu ya shida, tuseme kama ni mwanamke aweze kuolewa kwa sababu ya shida zake fulani, aidha aliweza kupata mtoto, na alipopata huyo mtoto akajua atatafuta ndoa ndio aweze kulelewa mtoto mwenyewe. Hapo ukawa ukijua chenye kimekusukuma uingie katika ndoa ni huyo mtoto, na yale yengine ambayo ni ya kindoa ukawa ukijua bado utayatimiza, kwa sababu wewe ulikuwa unataka tu mtu msukume maisha, na ulikuwa unataka mtu tu akulelee mtoto. Hata kama utapata mwingine, unapata mara mingi sana hiyo ndoa haisucceed, kwa sababu matumaini yako yote hukuingia katika mahusiano kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuweza kwa sababu ulikuwa unataka ndoa. Shida ilikusukuma ikakufikia mahali pale, na wakati shida inayokuja wewe unakuwa ndio mwenye wa kulaumiwa, kwa sababu hukuwa na uamuzi mzuri kufikia kuingia katika ndoa. Hebu nisomee kitabu mara mingi, kitabu cha Ezekieli 16:25. Ezekieli 16:25. Umejenga mahali pako palipoinuka. Biblia inasema mtu anajijengea pahali pake, baadaye ajenge kwa Mungu, yeye anajijengea kwake pahali palipoinuka, kwenye kichwa cha kila njia. Yeye anajifanya kwanza yeye ni kichwa cha kila njia. Ukaufanya uzuri wako, ukaifanya uzuri wako kuwa chukizo.
kuwa chukizo. Kuna watu baadhi yao wanaona wako na maumbile, wameumbwa na Mungu wako sawa. Na walipoona wako sawa, wanaona uzuri huu ambaye Mungu alinipa anautumia pasivyo. Anasema kwanza, wakati huu siolewi kwanza. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye anatazamia kuona uzuri alio nao, kutake advantage, kwa sababu ya anaona napendwa na kila mtu. Endelea na andiko. Ukatanua miguu yako kwa kila mtu aliyepita karibu. Sasa unapata hapo ya kuwa uzuri huo unautumia visivyo kwa mambo ya Mungu, na hapo kila mtu ambaye anayekutaka ama anayekutamani wewe ni mwenye kujilegeza, kila mtu anapita kwako. Naona, endelea. Ukaongeza mambo yako ya kikahaba. Kwanza unapokuwa uko hali hiyo, Biblia inasema ya kwamba kuwa wewe uko hali ya kikahaba, kwa sababu ni kuongezea tu, unaongezea kitu ya kwanza, utaki kuolewa. Na kila mmoja anayekuja kwako anapitia kwako na kukuchezea na kuweza kukuacha. Endelea. Tena umezini na Wamisri. Tena umezini na Wamisri, jirani zako, wakuu wa mwili. Ndiyo. Kaongeza mambo yako ya kikahaba. Unaendelea kuongeza mambo yako ya kikahaba ili kunikasirisha. Kikahaba hiyo nimeitoa kwa ajili ya wale wanadada, nao huwa wanajiona wao ni warembo zaidi, na wanapojiona ni warembo zaidi huwa hataki mambo ya kuolewa. Wao wanafanya miili yao, wanaona uzuri wao hapo tutakuwa ni kama kitega uchumi, na unajipata hapo kila mwanaume anapita hapo, na wakati unaendelea kuyoyoma, unapoendelea kuyoyoma unajipata yenyewe muda wa kuolewa umeshapita. Na ukishapita hakuna kitu kibaya kabisa kama kuchezea ujana wako. Haufai kuchezea ujana wako, kwa maana Biblia inasema tufanye jambo wakati tunayo nguvu. Kwa hivyo kama ni kuolewa, unafaa kuolewa ukiwa mdogo. Kwa hivyo utakapochezea ujana wako, utapata wakati utakuwa unataka kuolewa, muda umeshaenda, na ukishaenda utapata huko kwa matatizo. Tuingie sana katika sisi wenyewe katika nyumba ya Mungu, wana ambayo wako ndani ya ndoa. Hiyo ndio nataka sasa saa hii nizungumzie kikina zaidi, kwa maana kuna matatizo mengi yanatusukuma sana katika ndoa, na matatizo hayo sisi wenyewe tumeweza kuyachangia pakubwa mno. Kama hapa tulivyo, tunajua sisi ni wana matengenezo, na tukiwa wana matengenezo tunafaa kurekebisha. Sisi ni wenye kurekebisha pale ambapo palipobomoka, na sisi unapata sisi wenyewe ndio watu wa kulaumiwa pakubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi ndio wenye kuvunja sheria. Tunafaa kuwa tuko ndani ya sheria na kufuata sheria kama vile ilivyo. Sheria ya mambo ya ndoa, msingi wako mwenye aliweka kwanza ni Mungu. Na wakati sisi unapojihusisha katika mambo ya ndoa, kama hujajitolea, unapata unakosea, ama unakosea mwenzako yule ambayo wewe mwenyewe anaweza kuwa alikuwa anakutegemea na kujitolea na kupatia roho yako, unaweza kuchezea. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu tunajikuta
tuko njia panda. Watu wamekuwa ni wenye kuoa na kuachana na huyu. Unasikia tena hujaridhika, unachukua huyu, unaacha huyu. Sasa hata wewe mwenyewe haujielewi. Kwa maana inapofikia mara hapo unakuwa wewe ni chukizo mbele ya Mungu, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba hufai kuoa mtu na muweze kuachana. Hivyo haiko mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu tunajua kwamba mpango wake ni uoe kuwa na bibi mmoja. Nani akona hiyo andiko aweze kumsaidia naye? Sio? Sijui pali. Saba moja Wakorintho wa kwanza. Hebu soma hiyo saba moja Wakorintho wa kwanza. Naiseme. Basi kwa habari ya mambo yale ndio mliyoandika, ndio heri mwanaume asimguze mwanamke. Heri mwanaume asimguze mwanamke, lakini kwa sababu ya zinaa, lakini kwa sababu asiweze kuzini au usherati, kwa sababu ya zinaa, na kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe. Kila mwanaume anafaa kuwa na mke wake mwenyewe. Lakini unapata kama mwana matengenezo, na unajua andiko hilo limewekwa hapo kwa ajili ya kuweka mambo sawa. Unapata mwana matengenezo afuati, yeye anataka aguze huku na mambo bado inasonga. Wakati unasonga, ama kama wewe pia ni mwanamke, unapata umetoka kwa bwana yako, kwa sababu unasema bwana yako huwa kuna lugha inatumiwa sana ati ananicheat, akahusiana na mwanamke mwingine. Badala ukae chini na mzee wako umuulize maswali ambayo inaweza kurudisha, mnaweza rudiana, ama umuulize ni nini nimekosa ndiposa uweze kwenda nje. Niambie kama mume wangu, shida iko wapi? Unaweza muuliza kwa uzuri, lakini unapata watu wengine hawaji explain vizuri. Wakati unapata mwanamume wako amekuwa na mchumbuko wa nje, unapata pale wewe mwenye kushikwa na ghadhabu sana na kukasirika na kuitana haya majina ya kikahaba. Wewe ni malaya, ndio. Haya majina tunajua ndio yanatumika sana. Lakini je, kuitwa hivyo ni sawa? Kwa sababu unapotoka nje ya ndoa yako na kwenda kwa mwanamke mwingine, tayari umeshakuwa malaya. Kwa sababu malaya ni mtu ambaye anatoka nje ya ndoa yake. Lakini je, unapopata mtu wako katika hali hiyo unafaa kufanya nini? Kwa maana Mungu amesema tusiachane. Ni vizuri kumuongelesha kwa utaratibu, umuoneshe hii na hii si nzuri. Kwa maana utakapokuwa unafanya haya, mume wangu, huenda tukapata madhara haya, watoto wetu wakatai kusoma, kwa sababu utatapayanisha mali, unaweza kuleta ugonjwa, kufe mapema, tuache watoto wetu. Lakini unapata mtu bila anavyojieleza ako na ghadhabu mingi zaidi. Biblia tunajua kwamba inasema hasira ukaa kichwani mwa mpumbavu. Na wakati unaona ni kama unatengeneza, ndio unaharibu zaidi. Na unapoharibu zaidi, wewe unachukua hatua ya kutoka kwako na kuenda. Na saa hiyo umebebana na mtoto ambaye mmezaa na huyo mume wako, unaenda. Je, swali ni je, kama umetoka kwako na ukaweza kuenda pahali, ukaweza kuenda na bado wewe ni mbichi na damu inachemka, je,
hapo unapoenda, kwa sababu uko mbali na mume wako, umeenda umemaliza mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, umeanza kutongozwa na mtu mwingine, umeanza kuingia uhusiano na mtu mwingine. Je, wewe unafikiri unafanya nini kwa sababu ulimwacha kwa sababu ya kitendo hicho unachokifanya? Na ingewezekana wewe ungeshauriana na mzee wako, huenda mngerekebisha. Lakini unajipata wewe mwenyewe kwa sababu ya hasira umechukua maamuzi yasiyofaa. Na maamuzi hayo unapata yamechangia pakubwa kuweza kutoka ndani ya ndoa yako, na bado umeenda kwa mtu mwingine, na huyo mtu mwingine unaweza kupata ni familia yake pia unayaharibu. Sasa unapata pale shida inaingia sana, na shida inapoingia kunakuwa kuna shida kubwa zaidi katika familia hii. Changu cha kuuliza ama cha kusema ni hiki: sisi kama wana matengenezo tunafaa kuwa mfano bora ama mfano unaofaa kwa familia zetu, kwa sababu pia watoto wetu wanatuangalia pakubwa. Sisi ndio tunafaa kuwa mfano kwa familia, na tukiwa mfano mzuri kwa familia, watoto wetu wataweza kutuiga, na watoto wetu wakiweza kutuiga watakuwa ni watoto wenye kutufuatilia. Kwa nini nasema hayo? Nasema hayo kwa sababu imefikia pahali kama wana matengenezo hatujielewi, na huwezi sema wewe ni mwana matengenezo na yale mambo ambayo unayofanya si maneno yanayofaa. Mara unasemekana uko na mwanamke huyu na hujaoa, mara uko na mwanamke huyu, mara uko na mwanamke huyu na hujai katika hao wote kuona mfano unaweza oa. Kwa nini nasema haya? Nasema hivyo kwa sababu si kwa kuwa katika hao uko nao ati ni wabaya. Chanzo unafaa kujiita, ujiulize ni kwa nini watu hao wote wanaweza kuenda wakati napowachumbia wanaenda. Tatizo kubwa kama mwanaume nafaa kujiita mkutano wewe mwenyewe na uone ni wapi nao wakosea, kwa maana imefikia kiwango kingine ya kuwa wewe ndio wakoneshana awachana na huyu, hata ufanyiwe nini una mazuri. Na kuna wanaume wengi wamezoea pia kujipikia. Ukizoea sana kujipikia, usione ni kama unaweza kaa na mimi. Nakwambia ukweli. Kwa nini? Kwa sababu umekuwa na hiyo tabia. Na ukikuwa na hiyo tabia, utakuwa unaona hata mchumba wako ni kama anakuwekea chakula kidogo. Utakuwa unaona huyu ni kama ananifungia nataka hiki. Unapata hata mtu akikutembelea kwako, wewe hata ndio uko jikoni ushanyang'anya mama mamlaka. Na hapo unapata changamoto inaingia pale. Sasa mwanamke anajiuliza, na nilikuwa naolewa walimu. Yeye ashapumzika. Ndio umempumzisha pale nyingine. Lakini chanzo cha kuweza kuleta mwanamke kwako ni nini? Ni msaidiane katika majukumu ya kinyumbani. Sawa. Sijakataa. Lakini kila mtu ako na kazi yake ya kufanya. Kila mtu ako na kazi yake ya kuweza kufanya. Na wakati utaingililia kazi ya yule mwingine,
unapata shida imeingia, na ukipata shida imeingia, itakuwa ni vingumu familia hiyo kuweza kusonga mbele. Kwa nini nasema hivyo? Nataka nipatiane mfano moja. Lazima ukiwa katika familia mko pamoja. Sijui kama unajua nyuki. Unajua nyuki? Nyuki, kuna mzee mmoja nataka kumfuatia hiyo mfano huo ni wa mzee mmoja huko kwetu. Alikuwa anatembea njiani pole akiwa na kijana wake, na alipokuwa akitembea alikuwa ameshika kamti fulani, kamti karefu tu. Akiona kila kitu kako uwai anagonga, akiona kitu kako uwai anagonga. Sawa, alienda kufikia pahali fulani, wakapata kuna nyuki, ile nyuki zikiwa zimejikusanya pamoja. Na alipofika pale akainama, akaenda akatokelezea mbele. Alipotokelezea huko mbele, akaulizwa na huyo kijana wake, na dadi, mbona hujagonga hao? Akasema hawa ni kwa sababu anakuwa na umoja. Yeye alijua nikichokoza hawa, hata hapo hatakuwa na usalama. Kwa hivyo familia ndio mweza kusonga mbele, lazima kitu cha kwanza mkuwe na umoja. Kama hamna umoja familia yenu, hakuna pahali inasonga. Kwa sababu leo hii tuko na kizazi ambacho ni kizazi kinajiita Gen Z ama kizazi cha kisasa, na vile kulikuwa hapo awali sivyo kulivyo leo hii. Unapata mtu ndio huyu, mama yake hajaimfunza hata kupika, na una expect ameshafikisha umri wa kuolewa, na akishafikisha umri wa kuolewa na expect aolewe na kijana. Akifika kwa hiyo kijana, ndio wataingia katika mahusiano. Unasikia nampigia simu, babe, tafadhali hebu nikujie na chipu huko. Hiyo ndoa itakuwa ni ndoa aina gani? Ndoa hiyo itaenda wapi? Kwa nini? Kwa sababu hata mtakapopata watoto mtakuwa mnaendea chipu huko. Huyo atakuwa ni mlezi, hajui kupika. Ni vyema sisi wenyewe kama wazazi, kama unajua uko na msichana, hata kijana, si msichana peke yake, unafaa kumuonesha mambo, kwa maana mwenzake pia anaweza gonjeka pia apike. Maana kuna mambo ambayo si ya pande moja. Kama mambo ya upishi, nataka kuniambia mke wangu sasa aende safari, sitaingia kwa sufuria niweze kupika? Lazima nitaingia tu, lazima niingie na nipike. Lakini kama yenyewe mamangu hajanionyesha, ama hakuna mtu ambaye alishaniongoza akanionyesha ugali na songwa namna hii, unataka kuniambia itawezekana? Mimi nilipokuwa mdogo hapo, nimepitia kwingi, na nikiwa mdogo nimepitia sana katika familia ambayo ni ya mkwaruzani, na familia hiyo ilinikera sana, na ikafanya nijisomeshe mambo mengi kupitia hapo. Na nikasema, niliandika ndani ya akili yangu, hii sitataka hata familia yangu ipite. Lakini shetani anakuanga, majaribu inakuanga mingi sana. Wakati nasema hivi ni kama ndio unajilaa.
Nimeshapitia, ushaona familia mume ni mlevi, bibi ni mlevi. Mume ni mlevi, bibi ni mlevi. Na saa hiyo wako na watoto? Wako na watoto. Mnafikiria nini itazaliwa pale? Wakati mume ni mlevi na mke ni mlevi. Na isitoshe huyo mume kwanza ndiye anaenda kumuonesha, ndio ananunulia huyo bwana bibi yake. Familia hiyo tufikiri ni familia ina gani? Ni kutesa watoto kwa sababu wakipika au unaweza pika. Unajua pombe na kuoneshana unaweza ongea chochote. Na watoto wataathirika. Sasa nilipopitia pale siku moja walienda wakakataa kukuja. Na njaa imeniingia. Ilikuwa mimi na brada yangu mkuu. Na ni kambi ya polisi, babangu alikuwa polisi. Sasa mimi naona kaka stop ile kana na si zile za tambi. Kuna tu stop nyingine tulikuwa tunapigwa pressure hivi. Kana jazo. Sijui kama mlishakuona. Na kanapigwa alafu nachukua kiberiti no kana shika kanafanya kama gas. Si mimi naona ugali inapikwa. Nikachukua tu sufuria, nikaekelea juu. Kumbe maji na ngozi yao ichamuke. Mimi niko na habari. Sina habari. Mimi nikaekelea unga, nikasonga ugali yangu, nikaanza kula. Nilipofikia pahali niakula ugali mbichi, lakini nasikia hii test si vile ile ugali nasikianga. Lakini kwa sababu hata ugali sikuwa najua kiwango ya kupima maji, iliingia mingi. So ikapata hii nimekoroga hii ya juu haiko sawa, lakini ile imeshika kwa sufuria huko ndio nasikia iko tamu kwa sababu hiyo ndio ilipitia moto sana. Sasa familia kama hiyo unafikiri nini inazaliwa pale? Wazazi yao waliweza, mimi nataka kupatiana mfano hai. Nilipitia katika changamoto mingi sana katika mambo ya familia. Na nimekwambia shetani ndio anafanya nini? Ndio anaingilia katika familia. Na katika mambo ya kimungu, shetani akiingilia familia, ukae ukijua mambo imeharibika, ndio ameguza nguzo ya msingi vile Mungu aliweka. Kwa hivyo ni sisi wenyewe tujiite mkutano. Kae ukijua kama uko mahala hapa umeoa, ujue vile utaishi na familia yako. Mke ukae ukijua vile mwanamume wako unafaa kumuongelesha. Bwana ukae ukijua hata kama wewe ndio kichwa, si ati ukue unaweza kutoa mambo ambayo ni ya kumkwaza mwenzako. So mnafaa kuwa neutral. Kila mtu acheze party yake. Na mimi najua hiyo gari ya ndoa itaenda mbele. Lakini wakati utakuwa kufananishanga mwanamke wako na mwanamke fulani, ukae ukijua hapo hakuna ndoa, utakuwa unaumiza yule mwingine. Kwa sababu kumfananisha yeye na mtu mwingine haitazaa kitu mzuri ndani ya kichwa yake. Utakaa akijua huyo anakumbukanga mtu. Kwa nini ananiguzianga hiyo? Kwa nini? Na wewe mwanamke unapoolewa na mtu ama partner wako mnapokuja kuishi kwa pamoja, jua njia ambayo utakayotumia kuweza kusuluhisha shida kwa pamoja. Kama unaona njia hiyo ifai, unaweza endea mtu ambaye amekomaa na si mtu wa dunia, si mtu wa mataifa. Kanisani kuna watu ambao wamekomaa mambo ya ndoa, kuna wazee na pia kuna wachungaji.
Kwa nini unaona Biblia inakataa mchungaji asiwe mtu lazima akuwe ni mtu ambaye ameoa? Ni kwa sababu amepitia njia mingi zaidi ya mambo ya kifamilia. Ndio kwa maana unaona Biblia inaweka wazi, inasema katika kitabu ya Timotheo 3:1 ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu anatamani kazi njema, lakini inampasa askofu akuwe mtu asiyelaumiwa, mume wa mke mmoja. Kwa sababu gani? Mungu aliweka hiyo aliweka hivyo ikuwe hivyo, kwa sababu mtu ambaye ana familia hata kumletea matatizo ya kwako nyumbani atajua hii tatizo inaniguzana, na kwa sababu anaweza kuwa na hekima ya Mungu atajua vile ataando hiyo problem. Lakini je, mtu ambaye hana familia, kama Wakatoliki tunajua vizuri kabisa wote duniani wao waruhusiwi kuoa, si ni kweli? Sasa umtolee shida ya kwako, umpelekee father, hapa kuna hii na hii na hii na hii na hii na hii, huyu mke ananifanyia, huyu bwana ananifanyia, na mmekuja hapo mweze kusolve that problem. Nakwambia toka nje niweze kuongea na huyu hivyo. Utapata huyo mtu hana familia, lakini wewe unaona ni kama mtu wa Mungu. Wewe unafikiri nini itatendeka pale? Ni mambo ambayo hayafai. Kwa maana ndio kwa maana Mungu akaweka mipangilio kama hayo, mipangilio kama hiyo. Nawe kama mwanandoa unapoingia katika mahusiano, unapocheka katika acha nimalizie. Kwa hivyo acha niseme hivi, kama ni ndoa, kama ni watu wanaingia katika ndoa, wanafaa kuwa wanaelewana, wanasikizana na kutatuliana shida baada ya yule mwingine na kusikiza yule mwingine, ndiposa gurudumu ya hiyo ndoa iweze kwenda mbele. Na kwa sababu ya muda, nisikule muda ya watu wengine sana, wacha tuone.